Nendeni mkamwambie ukweli kakaangu. Binadamu tumebadilika, dunia ya sasa tumekosa, tumekosa dira. Dunia ya sasa kisasa nafanya mabaya na uadui umekithiri, tena una haya, mambo natokea kwenye dunia ya kushangaza. Uchawi umeumiza wengi, binadamu badilika, kizingiti kimezua bala. Moima, bora nilivyokuona. Kulabwa mwacha wapi? Kulabwa? Umjui au? Maana nimetoka huku nimekutana na Masalo. Ameniambia amekuona naye Kulabwa mida saa 4 mmeelekea hivi. Hivi mguu ulikuwa unakuja kwenu kumwangalia mdogo wangu? Kwanza mdogo wako mwenyewe ni mwanafunzi. Mimi na wanafunzi wapi na wapi? Mida ya shule niwe naye mimi. Moima, usitaki kunichanganya. Yule aloniambia sio mwenda azimu wala chizi. Ana akili zake timamu. Kawaona? Na ana ushahidi na ndio maana kaniambia muongozana na hivi. Naomba unionyeshe mdogo wangu alipo, sitaki kumchanganya. Tuheshimiane sawa? Kama umechanganyikiwa mwenyewe nimevurugwa vile vile, usinichanganye mimi. Moiba. Ina maana huyu Masalo kaniongopea au? Mungu wangu. Tukamkuza mileo si ataniua. Mungu wangu mimi sijui hata nafanyaje. Hivi Masalo, kwa unanichukuliaje? Yaani mimi nipo katika jambo la serious, namtafuta mdogo wangu sijamuona tangu asubuhi mpaka saa hizi. Alafu wewe nakuuliza unaniongopea, unaniambia eti mdogo wangu ameondoka na Moima. Namfuata Moima naye ananiambia mdogo wangu hayupo. Hivi ulikuwa unamaanisha nini? Hebu kuwa na adabu na heshima. Hivi mimi midevu yote hii ilejaa hapa kwenye kidevu changu hapa, naweza nikakudanganya mtoto mdogo kama wewe? Kuwa makini. Sasa wacha nikwambie ukweli. Binadamu tumebadilika, dunia ya sasa tumekosa, tumekosa dira. Dunia ya sasa kisasa. Sasa nafanya mabaya na uadui umekithiri, tena una haya, mambo natokea kwenye dunia ya kushangaza. Uchawi umeumiza wengi, na huo ndio ukweli wenyewe. Sawa, nimekuelewa. Rudi kwanza binti, na mimi na jambo langu. Mara ya mwisho
nilikwambia uwe makini na mdogo wako kwenye hiki kijiji. Maana hiki kijiji vijana ukiwapa sekunde moja wanamaliza. Sasa mimi nataka niungane na wewe kwenye hili. Maana wasiwasi nilionao isiwe huyo kijana kamfungia mdogo wako ndani na kamfanya mke. Maana tamu nayo ikizidi uwaga chungu. Sijui unanielewa? Afu uwaga na adabu, siku nyingine nitakutia story. Binadamu tumebadilika, dunia ya sasa tumekosa huruma, tumekosa dira. Dunia ya sasa kisasa nafanya mabaya. Afadhali kaka, nimekutana na wewe hapa, maana mguu wangu ulikuwa nakuja huko nyumbani kwako. Ai, umeshaniona. Unasemaje? Sina mengi sana kusema kakangu, ila namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa kaka kama wewe. Unakumbuka ile jambo lilikuwa nimekufuata unisaidie? Nashukuru limeenda sawa. Usijali. Wewe ni dada yangu. Nisipokusaidia wewe, sasa nitamsaidia nani? Usiwaze dada. Kwa kuwa huko mimi nimeshatoka, sirudi. Nilikuwa naelekea huko. Kwa hiyo ni vyema tukaongozana. Au una jambo jingine? Hapana, sina kakangu. Kichokuwa kinaleta kwako ni kuja kukwambia jambo hilo tu na si kingine. Haya, basi ni vyema tukaongozana. Twende. Sawa. Na uadui umekithiri tena, una haya, hauna haya, mambo yanatokea kwenye dunia. Huyu si mtaalamu wangu huyu Kipipi huyu. Jamani, hajawahi kuniambia kama ni mwanasimu. Haya, uko polini unaelekea wapi sasa? Au kuna njia kuelekea kwenye ukumbi wa mpira hata uniambie. Vitu vina roho mbaya hivi. Nani mganga? Jamani, mganga wangu Kipipi. We bwaga. Mtume ya Rasulullah, mtume. Oh yangu mie nahisi mkojo kutoka kabisa. Mtume ya Rasulullah. Haya, ulikuwa unashangaa nini huko? Bana kule kuna mtu nimemwona amevaa nguo nyekundu, nikajua ni wewe. Sasa nikatia mbwembwe kumuita pale, najipendekeza kujionyesha kuwa mimi nakea watu, nina utu, kumbe sio wewe. Baada ya kugeuka tu nikasikia tu yayu kayupo. Kweli wewe Taila. Huyo uliomuona hapo ni Jini Makata, na leo ndo zamu yake kufanya ulinzi hapa. Najua unashangaa, utashangazwa na mengi. Hata ile uliona ni dogo, kuna mengine yanakuja makubwa zaidi ya hayo. We mate kama ni hivyo bwana, nirudi nyumbani kwetu, maana sijaoa, sijafanya chochote kibaya. Kama mambo mengine niruhusu haraka niweze kuondoka nyumbani kwetu. Kama ulikuwa kwenye mawazo yangu, hata mimi pia naona wewe utafanya mambo yangu yazidi kufeli hapa. Natakiwa nikufanyie dawa leo na uondoke kwenu, nishakuchoka. Bora nirudi kwetu kijijini nikaendelee kukata mikaya. Maisha haya ya nginja siwezi. Kizingiti, na watesa wa kizingiti. Habari yako? Safi bwana. Huu mguu unaoona nilikuwa nakuja kule sokoni kwako. Sio ni genge. Sasa ni maamuzi yako. Tukazungumzie huko gengeni kwako
tuzungumzie hapa au tukazungumzie nyumbani kwako? Sawa. Huo muda wa kutoka hapa mpaka gengeni au kutoka hapa mpaka nyumbani, kwa nini tusizungumzie hilo swala likaisha hapa? Nilikutana na Kimbona, yule dada yake na Kulagwa, na alikuwa anamtafuta mdogo wake. Mimi ni mtu mzima, mimi kwa macho yangu mawili ya nyama nilimuona na mdogo wako Muhima, lakini dada yake Kulagwa alipokwenda kumuuliza mdogo wako amekataa kata. Sasa wewe nikuulize swali, mimi ni mnafiki, mbea wa kijiji, au nijiite nani na hii midevu? Masalo, yaani hilo swala binafsi siwezi kulitolea ufafanuzi kwa sababu sina uhakika na hicho kitu unachokizungumza. Kitu cha pili, nachojua mimi mdogo wangu Muhima hana mazoea na Kulagwa. Kwa hiyo naomba muda nikae na Muhima nizungumze naye, tukishapata uhakika tutakuja tulizungumze vizuri ndugu. Niache, si ndio Wakati mimi tayari nimeshaonekana mnafiki, mbea, alafu bonge la baba. Sawa. Iko hivi, wakati watu wanaenda kwenye sherehe huwa wanaekaga mikono mbele, ila kwenye matatizo mikono waga nyuma namna. Sasa nakwambiaje? Mimi naitwa Mzee Masalo. Mdogo wako na wewe mwenyewe kuweni makini. Kizingiti, 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 kizingiti. Binadamu tumebadilika, dunia ya sasa tumekosa huruma, tumekosa dira. Dunia ya sasa kisasa nafanya mabaya na uadui umekithiri, tena una haya, hauna haya. Mambo yanatokea kwenye dunia ya kushangaza, uchawi umeumiza wengi, binadamu badilika. Kizingiti kimezua balaa, kizingiti kimeleta shida. Huyu katembea na mwanafunzi chumbani kamfia, nangaika kumzika, kiuchawi wamechukuliwa. Watu nashindana uchawi, wengine narogana. Yule amekosa mwana.